misezi chikambi kyo mwaka wa 2024 ngirolere nirudie aso mukyo misezi chikambi kyo mwaka oyo mwaka 2024 ikoneke kusi niende niyamate yani. Ningende niyamate yani. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila mmoja aje na familia yake. Wangapi wanakubali kwamba mimi nitakuja na familia? Wanaosema ninakuja na familia mikono juu. Lazima uje na familia yako. Maana Biblia imeandikwa hivi. Hebu isikilize ilivyoandikwa kabla sijajitambulisha. Kitabu cha Kumbukumbu 31. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31. 12. Hebu isikilize hiyo. Biblia kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31:12 inasema hivi. Wakusanye watu, wanaume na wanawake na watoto, na mgeni wako aliyemo malangoni mwako, wapate kusikia na kujifunza. Basi. Wakusanyeni watu waje, wanaume na wanawake na wengine wanani? Wageni. Anasema wakusanyeni watu waje, wanaume na wanawake na watoto, pamoja na wageni waliomo ndani ya malango yenu. Na hiyo ndio maana ya kwamba nitakwenda na familia yangu. Ninapenda kushukuru sana kuiona familia mmoja ya rafiki yangu Makoyoko. Bwana asifiwe. Familia ya Makoyoko ni familia ya ndugu zangu. Ni rafiki yangu sana, na ni familia ni moja ya familia yangu, na mimi ni moja ya familia yake. Na ninashukuru leo wamekuja na familia yote. Bwana asifiwe. Amina. Tunawaombea baraka. Amina. Wangapi wanawaombea baraka familia ya Makoyoko? Mikono juu. Bwana wabariki sana. Amina. Hiyo ndio familia ambayo inalea mtoto wangu aliyejitambulisha hapa, na nyinyi mmemuona. Si mmemuona jamani? Naam. Ametambulishwa hapo. Anayeitwa Ramek Robert Hamka. Nashukuru Makoyoko alijaribu kujitahidi, lakini akaishia njiani kuyatambulisha mababu. Yaani alikuwa anatambulisha babu na babu na babu na babu. Ndio maana alianza Ramek Robert Hamka Mayeka Marere Mchibo Mkongola. Amefundishwa na tayari ameshakifahamu Kisukuma. Bwana asifiwe. Amina. Jina langu ninaitwa Robert Hamka. Nimetoka kule Tanzania, kijiji cha Bushamba, wilaya Sengerema, mkoa Mwanza, jimbo langu la Buchosa. Leo ni mara nyingi zaidi ya mara 3 ninakuja hapa Kenya. Bwana asifiwe. Amina. Kwa mara ya kwanza nilikuja pale Nyamalambe, na niliwaambia nitarudi tena, na watu walinyosha mikono nirudi, na mpaka sasa ninaendelea kurudi. Bwana asifiwe. Amina. Wangapi wanaendelea kusema niendelee kurudi? Wanaosema niendelee kurudi mikono. Bwana asifiwe. Amina. Yaani hata kama hujanyosha nitarudi, maana Mungu amenituma nihubiri Kenya yote. Amina. Na sasa nitakuwa kwenu kwa makambi ya siku 7. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Nitakuwa na nyinyi ndani ya makambi ya siku ngapi? 7. Maana imeandikwa hivyo. 16 Kumbukumbu la Torati. 16 Kumbukumbu la Torati. Ile fungu la 13. Biblia takatifu inasema hivi. Fanya sikukuu ya vibanda siku 7. Jamani, imeandikwa tufanye sikukuu ya vibanda siku ngapi? 7. Kule nyuma siku ngapi? Hakikisha unakuja kukaa kambini siku 7. Na hiyo ndio kanuni. Ole wako uje siku ya 4 halafu useme na wewe umehudhuria. Kambi linaanza tayari, limekwisha kuanza.
na lazima ukae kambini siku ngapi? 7. Kaa kambini. Na Biblia imesema tunapokuja kambini tuje na waume zetu, tuje na wake zetu, na watoto wetu, na wageni waliomo ndani ya malango yetu. Usimwache mgeni akae nyumbani, ni kufunga nyumba. Na jana tulifungua Sabato hapa nikawasomea fungu linalosema ya kwamba lazima tusomewe Torati tangu asubuhi hata jioni. Kwa muda wa siku ngapi? 7. Usikose. Wangapi wanasema Yesu nisaidie nisikose kambi, na siku zote 7 nisikose kambi? Wanaoahidi kukosa wasikose kambi kwa muda wa siku zote 7. Mungu awasaidie wanaoahidi. Mikono juu. Unaponyosha mbingu zinapeleka taarifa zako, na unapokataa kunyosha mbingu zinakupelekea taarifa. Kwa hiyo unaponyosha mkono usinyoshe kwa kutazamia kwamba ni kuangalie mimi, itakula kwako, maana mimi sikuoni. Anayeona mikono yetu ni Mungu, na wanaochukua taarifa zetu ni malaika. Wapo hapa wengi wanachukua taarifa zangu na zako kuzipeleka mbinguni. Kwa hiyo unaponyosha mbingu zinaandika tiki, fulani amenyosha, atahudhuria kambi siku ngapi? 7. Na anakupa afya. Wangapi wanaomba afya? Wanaomba afya, mikono juu. Malaika wanapeleka taarifa. Wanaoombea kufa wanaomba, mimi yani sitaki nikae siku 7 maana nimechoka hata kukaa, ninaomba nife ndani ya siku hizi. Na wao yaweza kuwa wapo wanaombea kufa, mikono juu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema hudhuria kambi siku ngapi? 7. Siku 7. Hebu isikilize. Fanya sikukuu ya vibanda siku 7. Siku 7. Utakapokwisha kuyakusanya yatokayo katika sakafu yako ya nafaka. Unapokusanya mavuno yako ya mwaka. Endelea. Na katika kinu chako cha divai. Endelea. Nawe utafurahi katika sikukuu yako. Na wewe ufurahi, yani kila mmoja aje na vitu vyote vya mavuno ya mwaka, na yeye afurahi katika siku 7 za makambi. Wewe na mwanao njoo wewe na familia yako na binti yako. Jamani, uje wewe na familia. Munijibu kwamba yako. Uje wewe na familia. Yes. Kila mmoja aje na familia yake. Wewe baba usimwache mke wako. Mama usimwache mme wako. Na mnapokuja kambini, njoni mmetangulizana. Amina. Mama mbele, baba nyuma. Mama anatikisa mechi, anachezesha mechi ya nyuma, halafu baba anaishuhudia mechi. Mmetangulizana, mnakuja wapi? Kambini. Lakini Biblia inasema njoni na familia zenu. Na ndio maana moto wa kambi unasema makambi Misesi, mtaa wa Misesi 2024, nitakwenda na familia yangu. Nitakwenda na familia yangu. Ikariri sana hiyo. Shika sana hiyo. Weka, save hiyo. Nitakwenda na familia yangu. Anasema njoo wewe na binti yako. Hebu endelea kusoma wewe. Na mwanao. Njoo na mwanao. Na binti yako. Na binti yako. Na mtumwa wako. Na mtumwa. Na mjakazi wako. Njoo na mjakazi wako. Na mlawi. Na mlawi. Na mgeni. Na mgeni. Na yatima. Na mayatima muje nao. Na mjane. Naye njoni naye. Aliyefiwa na mumewe. Njoni wote. Walio ndani ya malango yako. Wote waje. Siku 7. Tena mkae hapa siku ngapi? Siku 7. Hiyo ndio kanuni ya kambi. Siku 7. Siku 7. Mfanyie sikukuu Bwana Mungu wako. Jamani, siku ngapi? 7. Siku ngapi? 7. Umfanyie sikukuu Bwana Mungu wako mahali atakapochagua Bwana. Mahali ambapo amepachagua Bwana. Kwa kuwa Bwana Mungu wako, Bwana amepachagua tufanyie kambi siku ngapi? 7. Mtaa wa Misesi hapa Kenya.
na sisi tumekuja siku 7. Mfanyie sikukuu Bwana Mungu wako mahali atakapochagua, kwa kuwa Bwana Mungu wako atakubarikia. Hebu isikilize vizuri hiyo, kwa kuwa Bwana Mungu wako, atakubarikia katika maongeo yako yote, na katika kazi zako zote za mikono yako zitabarikiwa. Nawe uwe katika furaha kabisa. Na utakuwa na wewe kuwa katika furaha nini? Kabisa. Baba wa mbinguni anaahidi kutubariki. Bwana asifiwe. Amina. Wote watakao kuja katika kambi hili na watakaa kambini siku 7, Bwana ameahidi baraka kwako. Amina. Ametuahidia baraka. Amina. Wangapi wanahitaji wabarikiwe kwa kambi ya 2024? Mikono juu. Mubarikiwe. Sijaisikia amina yenu. Mubarikiwe. Amina. Jamani, Misesi mtaa mbarikiwe. Amina. Na Kenya yote mbarikiwe. Amina. Maana Mungu ndio ameahidi. Anasema wote watakao kuja, ila wanaobarikiwa ni wale watakao kubali kuja kukaa siku ngapi? 7. Watakao hudhuria vipindi siku ngapi? 7. Tangu asubuhi mpaka jioni. Hao ndio watazoa baraka. Na kuombea uzoe baraka na wewe. Zoa baraka baba. Amina. Zoa baraka mama. Amina. Kijana, kaka, dada, zoa baraka. Amina. Kambi la mwaka 2024. Amina. Zoa baraka. Amen. Zoa baraka za utajiri. Amina. Za biashara. Amina. Za ndoa. Amina. Za uzazi. Amina. Zoa baraka. Amina. Bwana anasema nitakubarikia. Tena anaanza atakubarikia wewe, na maongeo yako na kazi za mikono yako zitabarikiwa. Biashara zako, maduka yako. Kwa hiyo biashara zako zilete kwenye kambi la mwaka 2024. Amina. Leta biashara zako kambini. Leta. Waisraeli walikuja na biashara zao kambini. Biashara zao waliuzia wapi jamani? Kambini. Kwa hiyo na wewe leta biashara yako. Wafanyakazi wa serikali funga, aga, njoo kambini. Wafanya biashara ambao haiwezekaniki kuzibeba biashara zenu, funga. Ila zinazowezekana kubebwa, beba, njoo uzie wapi? Kambini. Hiyo ndio kanuni. Tunakuja na familia zetu. Imeandikwa hivi. Endelea kusoma wewe. Mara 3 kwa mwaka. Endelea kusoma. Na watokee wanaume wako wote waje mbele za Bwana Mungu wako. Wote, wanaume wote waje. Endelea. Mahali atakapochagua. Endelea. Mungu wako. Endelea. Katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Endelea. Na katika sikukuu ya majuma. Na katika sikukuu ya vibanda. Endelea. Wala wasitokee mbele za Bwana. Wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia inasema tunapokuja kambini, rafiki zangu wanaume na wanawake, tusije mikono nini? Mitupu. Njoni na sadaka za kambi. Amina. Jamani, sijaisikia amina yenu. Njoni na sadaka za kambi. Na kila siku tutatoa sadaka. Maana tuliambiwa Bwana ametuamulisha tuje na mizigo ya sadaka. Tusije mikono nini? Mitupu. Njoni na sadaka za wageni. Njoni na chakula cha kambi, maji ya kambi. Njoni na sadaka kwa ajili ya kambi. Ili kila binadamu atakayeishi kwenye kambi hili, atakayeketi kwenye kambi hili, amfurahie Bwana siku ngapi? 7. Tusipungukiwe na chochote. Amina. Na hata sisi wahudumu tunaomba tusipungukiwe na chochote. Amina. Maana kambi lote linahitaji limfurahie Bwana siku ngapi? 7. Kwa kula na kunywa na kusikia neno la Mungu. Amina. Wangapi mchana wa leo wanasema sasa tunahitaji tuanze kupokea baraka za Bwana kwa neno. Yaani sasa tunaanza leo kupokea baraka za nani jamani? Za neno. Kupokea
baraka za Bwana za neno, wanaosema na mimi nahitaji baraka za Bwana zianze kunyesha kwangu. Unajua kalia kitabu kile kitabu cha Zekaria, Biblia imeandikwa hivi. Hebu isikilize Zekaria. Kitabu cha Zekaria 14:17. Zekaria 14 ile aya ya 17. Hebu isikilize hiyo. Biblia takatifu inasema hivi katika Zekaria 14 na ile aya ya 17. Anasema hivi 14:17, tena itakuwa ya kwamba mtu awaye yote wa jamaa zote zilizomo duniani. Anasema tena itakuwa mtu awaye yoyote kwa jamaa zote zilizoko wapi? Dunia. Kwa jamaa zote zilizoko duniani, asiyekwea kwenda Yerusalemu, asiyekubali kuja Yerusalemu ili kumwabudu mfalme. Bwana wa majeshi anasemaje? Mvua haitanyesha kwao. Bwana wa majeshi anasema kwa yoyote ambaye hatahudhuria makambi kwa siku 7, Biblia imeandikwa mvua ya baraka haitanyesha wapi? Nyumbani mwao. Haitanyesha. Na mvua tunayozungumza hapa sio ile ya maji. Tunazungumza mvua ya Roho Mtakatifu. Amina. Tunahitaji watu wote wa Misesi mnyeshewe mvua ya Roho Mtakatifu. Amina. Na Biblia nasema wote watakao kuja kwenye makambi haya, mvua ya Roho Mtakatifu itanyesha kwao. Amina. Mugeukie jirani yako, mwambie mvua inyeshe kwako. Yaani kila mmoja aombe mvua inyeshe wapi jamani? Nyesha mvua kwangu. Yaani mwambie Yesu anyeshe mvua kwako. Lakini wanaonyeshewa hiyo mvua ni wale wanaohudhuria makambi siku ngapi? 7. Maana imeandikwa wale watakao kwea, ambao hawatakwea kuja kwenye ibada za makambi, ukweli kabisa na wala hatutani, maana imeandikwa mvua haitanyesha kwao. Hebu maliza msomaji. Na kama jamaa ya Misri hawakwei wala hawaji, pia haitanyesha kwao. Hata wapagani wasipokuja na watakao alikwa wakikataa kuja, Biblia inaendelea kusisitiza ukweli, mvua haitanyesha kwao. Itakuwako tauni. Basi hata mengine usiyasome. Amina. Sasa elewa ya kwamba ili upokee baraka za mvua ya baraka, mvua ya masika, mvua ya vuli, mvua ya Roho Mtakatifu, hudhuria makambi siku ngapi? 7. Tunaenda sasa kukupatia baraka za ibada ya leo. Baraka za ibada ya lini? Wangapi wanaombea baraka hizo wazipate? Wanaoomba baraka hizo wazipate, mikono juu. Muzipate kwa jina la Yesu. Leo tunaanza na somo moja fupi sana. Somo ambalo linasema kusemezana na Mungu. Kusema na Mungu. Liandike hivi. Somo linasema kusema na nani jamani? Na Mungu. Kusema na Mungu. Baba yangu, mama, pale unaponitazama hata kwa njia ya TV, ninakuombea na ninakualika, kubali sasa kutulia, useme na Mungu. Kubali kutulia hapo ulipo. Kijana, tulia hapo ulipo, useme na Mungu. Sema na Mungu baba, sema na Mungu mama, kaka, sema na Mungu. Chana huwa sasa tunaenda kusema na nani jamani? Na Mungu. Tuombe. Baba Mungu wetu, Mungu wetu mkuu, asante kutuleta katika sabato ya leo. Asante tena kutuleta katika kambi la mwaka 2024 katika mtaa huu wa Misesi katika nchi hii ya Kenya. Sisi tunashukuru na jina lako litukuzwe. Tumekuja kupokea baraka za kambi na tumekuja kupokea baraka za neno lako katika ibada ya siku ya leo. Baba, shuka utupatie baraka. Shuka useme na sisi, maana somo la leo ni kusemezana na wewe.
Kubali kusemezana na yoyote atakayefika hapa, na yoyote anayesikia kwa masafa ya karibu na ya mbali. Semezana na baba yule, sema na mama yule, sema na kijana yule, sema na dada yule, sema na mtoto yule, popote wanakoniangalia na kunitazama, pale wanaposikia, popote wanaponisikiliza, katika Kenya yote, Tanzania na nchi zingine zote za nje. Naomba Baba useme pamoja nao mchana wa leo. Asante maana utatenda. Tunaomba kwa jina lako Yesu. Amen. Amina. Kusema na nani jamani? Somo linasema kubali kusema na Mungu. Ile kitabu cha Isaya ile 1:18 ameandika hivi. Isaya 1:18 ameandika hivi. Biblia takatifu inasema hivi. Haya njoni tusemezane. Haya njoni tusemezane. Asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana. Ni nyekundu sana. Zitakuwa nyeupe kama theluji. Dhambi zenu ijapokuwa ni nyekundu nini? Sana. Zitageuka ziwe nyeupe kabisa kama nini? Theluji. Naomba Baba usikilize vizuri. Haijalishi una dhambi nyingi kiasi gani. Haijalishi umetengwa na ukoo, umetengwa na wazazi, umetengwa na ndugu na jamaa, umetengwa na marafiki kwa ajili ya dhambi. Leo zinasafishwa kwa neno. Amina. Kinachohitajika baba, kinachohitajika mama, kaka, dada, kubali kusemezana na nani? Na Mungu. Anasema hebu njoni tusemezane. Dhambi zenu hata kama ziwe nyekundu kama bendera, yeye anaahidi kuzifanya ziwe nyeupe kama seruji. Endelea. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, ni nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali. Na anaita, anasema kama tukikubali na kutii, na tukakubali kutii, mtakula mema ya nchi. Mtakula mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kule nyuma, Bwana asifiwe. Tuimbe ka wimbo haka, na hako tutakaimba kila siku. Wanasema hivi. Amen. Hallelujah. Kumbe mnakafahamu. Nilisikiliza nijue kama mnakajua. Kumbe mnakafahamu. Bwana wabariki sana. Amina. Yaani tunaposema hivi, amen, mnaitikia haleluya. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Tunakarudia tena. Tukaimbe kwa furaha sasa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Kambi limeanza. Jamani, kambi limefanya nini? Limeanza. Anasema hebu njoni tusemezane. Dhambi zenu ijapokuwa ni nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama seruji. Ijapokuwa ni nyekundu kama bendera, zitageuza ziwe nyeupe kama sufu. Mukikubali na kutii, mtaa wa Misesi mtakula mema ya nini? Ya nchi. Njoni kwenye kambi siku ngapi? 7. Njoni tusemezane na Bwana. Baba yangu, mama, kokoto unakonisikiliza, kubali kusemezana na nani? Na Mungu. Tunasemezana naye kwa muda wa siku 7 hapa. Tutasemezana naye. Lakini kitu ambacho napenda nikifundishe katika ibada ya leo. Je,
tunasemaje na Mungu? Tunasemezanaje na Mungu? Hilo ndilo somo ambalo nahitaji kila mmoja alielewe. Tunasemezanaje na Mungu? Hivi mtu unapohitaji kusemezana naye, tunaanza kufanyaje? Unapohitaji useme na mume wako, utaanza na nini kwanza? Eti tunaanza na nini? Wale tulioolewa, wakina mama, si tupo hapa. Tunaanza na nini unapohitaji kusema na mume wako? Ama unapohitaji kuomba matumizi, unaanza kufanya nini kwanza? Hamjui eti? Hivi mtu unaweza ukaanza kusema naye bila kumuita? Kabla hujasema na mtu muite kwanza. Unapohitaji kusema na mume wako, anza kwanza muite. Kama ni mume wako unamuhitaji, mnawaitagaje waume zenu? Mnawaitaje? Unawaita baba. Hebu mama mmoja aje hapa atujaribishia anavyomuitaka mume wake. Mama mmoja naye ajasiri mmoja wa kike aje hapa atusaidie anavyomuita tu mume wake. Maana kule Usukumani kuna wengine wanaitaka tu Masanja. Sasa sijui nyinyi Wakisi mnaitaje? Hatuna mama huyo wa kutusaidia. Mama jasiri wa kutusaidia anavyomuitaka mume wake. Hayupo. Haya. Amepatikana. Njoo mama utusaidie. Sisi Wakisi nikiita bwanangu na muita omogaka. Omolaka. Omogaka. 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 Kwa hiyo kwa Kiswahili omogaka inamaanisha nini? Mpenzi wangu. Ni mpenzi bwanangu. Anaita mzee, lakini mama amefafanua ya kwamba omogaka maana yake ni mpenzi wake. Yes. Na ndivyo inavyopaswa tuwaite wanaume hivyo. Mpenzi wangu. Kabla hujaanza kueleza shida, anza na kuita mpenzi wangu. Wangapi wakina mama wanaitaka hivyo waume zao? Wanaoitaka hivyo popote mnako nitazama mikono juu. Wengine mtanyosha kujipendekeza, lakini hamuwaitaki hivyo. Na kweli ndivyo ilivyo. Na hata sisi wanaume, baba yangu nisikilize hapo, unaponiangalia hapo, nisikilize. Hata sisi wanaume tunapaswa tuwaite wake zetu wapenzi. Muite mke wako mpenzi. Wapo wengine ukimwita mpenzi anakasirika. Mama mmoja aliandikiwa barua na mume wake akiwa kazini, akamwandikia barua. Na alikuwa kwenye nyumba ya kupanga. Baba alienda kutafuta kazi, akapata kazi. Na mwisho wa mwezi akatuma hela kwa mke wake. Lakini akaandika barua, na ndani ya hiyo bahasha akaweka barua na hela. Sikiliza alivyoandika. Akaandika kwako mpenzi wangu juu ya bahasha. Lakini ndani kumeandikwa pokea hii barua. Na ndani ya hii bahasha kuna 120,000 kwa ajili ya matumizi yako, na zingine lipa kodi ya nini? Yule mama alipoikuta bahasha imeandikwa kwa juu maneno yanayosema kwako mpenzi wangu, mama akavuta mdomo. Mdomo uliokuwa inchi 1 zikavutwa kuwa inchi 6. Akasema pengine hii barua haiji kwangu. Mimi nimekuwa mpenzi wako, nimekuwa hawala. Maana shetani ameshakoroga watu akili zao. Wanafikiri ukimuita mpenzi eti amekuwa hawala yako. Ushindwe na ulegee. Mpenzi sio hawala.
Mama akachukua barua, bahasha ile na barua ikiwemo, na wala hajaifunua na kuisoma inasemaje na ndani yake kuna nini. Baada tu ya kukuta neno limeandikwa kwako mpenzi wangu, akakasirika, akachukia, akabeba bahasha, katupa jalalani. Na ndani yake kuna 100,000 na ngapi? Kwa ajili ya matumizi na kulipa kodi ya nini? Chinga sana wewe. Baba akafanya kazi. Mwezi mwingine akaandika tena barua na akaweka hela ndani yake. Akasema, mke wangu, nashukuru maombi yako yananisaidia, ninaendelea na kazi. Pokea hii 150,000 kwa ajili ya kodi ya nyumba. Lipa kodi ya nyumba na zingine zibaki kwa matumizi yako. Lakini juu ya ile bahasha akaandika maneno yale yale, kwako mpenzi wangu. Mama alipoikuta ile barua akaendelea kukasirika. Baada ya kusoma maneno ya kwako mpenzi wangu, akasema, huyu mtu pengine haya mabarua hayaji kwangu, yanaenda kwa mawala zake. Akaanza kulia, barua akatupa jalalani, na 1,500,000 iko huko. Nani, kuna wajinga dunia hii jamani. Eti neno tu, kosa tu, eti kwako mpenzi. Kuna watu wengine jamani, tuwazoeze kuwaita wapenzi, na neno hili limebadilishiwa tu kwa mahawala. Hawala sio mpenzi. Mpenzi inamaanisha mme wangu au mke wangu. Mpenzi ina maana ya mtu ninayempenda sana. Mpenzi ni mtu anayependwa sana. Sasa wewe unapenda sana kuliko mme wako, unampenda nani mwingine kuliko mme wako? Unampenda nani mwingine kuliko mke wako? Yaani mama alifikisha karibu barua 3 anatupa jalalani. Kosa tu zimeandikwa kwako mpenzi. Miezi kama 6 baba anarudi nyumbani, anakuta nyumba ilishasafishwa. Kulikwepo na masofa yalishabebwa na mwenye nyumba kwa sababu ya kutolipa nini? Kodi. Kitanda kilishaenda, bi mama ninalalaga chini. Matumizi yalishakosa. Mama wa watu anachoma mikaa, na hela zimo kwenye mabahasha zimewekwa majalalani. Una akili wewe? Baba anapoingia nyumbani ana furaha nyingi. Mama anakuta, anatoka ndani, anamuona baba anakuja, hataki, hana shida hata ya kwenda kumpokea, maana hajamletea tumizi tangu atoke. Ikizani hivyo, kumbe matumizi yalikuwa yakiletwa yamewekwa jalalani. Mama akakasirika, akakunja uso. Wapo akina mama wataalamu wa kukunja uso, hata hapa wapo. Yaani akikukunjia mpaka unashangaa. Naweza ukafikiri anataka kuniua. Ogopa. Kuna wengine nyuso zilishaka kali yako, zilishaka jikunja moja kwa moja, utafikiri ni lizee. Kumbe hata halijafikia umri wa kuzeeka. Ila shida ni kule kukaa na kunja uso. Hili nalo naomba ulisave kichwani. Ni marufuku kukaa umekunja uso. Maana unapokunja uso kila wakati unakasirika, unajitengenezea sumu. Na matokeo unajizehesha mapema. Utakufa kabla ya wakati. Wapo akina mama unafikiri kila wakati anakulaga ukwaju tu. Yaani amekunja uso kila wakati. Ukimwangalia unafikiri unaangalia limao. Ndio maana Paulo akawaandikia wa Filipi akasema, furahini siku ngapi? Zote. Tena anasema fanyeni nini? Furahini. Ili uwe na maisha marefu, ishi kwa maisha ya kufurahi. Amina. Furahi kila wakati. Biblia imeandikwa katika kitabu kile cha Misali 17 fungu la 22. Misali 17:22. Sijakwambia kusoma. Sawa. Ile fungu la 22 ameandika ya kwamba moyo uliochangamka ni dawa. Moyo uliochangamka ni nini jamani? Ni dawa nzuri. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Lakini moyo uliopondeka huikausha nini? Mfupa. Huikausha mifupa. Kwa maana leo kuna watu wamekondeana, unafikiri hawana hela.
unafikiri hawali vizuri, yanakula vizuri na hela yanazo. Shida ni maisha ya kukaa umekunja kunja uso. Bwana asifiwe. Amina. Hakikisha unaachana maisha hayo. Mama akatoka ndani amekunja uso, hataki hata kumpokea mume wake. Baba akaingia ndani, ana begi kubwa la nguo za mama na watoto na kila kitu. Anafika ndani, anakuta ndani nyumba peupe, masofa haya, vitanda hakuna. Anauliza, na masofa yameenda wapi? Hii mama nikaanza kulia. Unaniulizia nini sasa na wewe? Unaniulizia nini sasa? Wewe umeenda jumla, hata hujaleta matumizi na hata kodi zinadaiwa kila wakati. Mwisho sasa wamekuja wakabeba masofa yakaenda. Mama anapiga kilio. Baba akashangaa. Akasema, wewe, na zile hela nilizokuwa na kutumia zilikuwa zinaenda wapi? Mimi sijaona barua yako, sijaona. Mabarua niliyokuwa ninayaona ni yale tu yaliyokuwa yanaenda sijui kwa mahora zako, maana yalikuwa yameandikwa kwako mpenzi wangu. Una akili? Baba akauliza kwa utaratibu kabisa, wewe mama fulani, hizo barua kwani ulizipeleka wapi? Huko anatetemeka moyoni. Niliyatupa jararani yamo humo. Hebu zifate. Mama akafata barua zote 3. Mama alikuwa anajua kusoma, akaambiwa, hebu funua. Alipoifunua barua ya kwanza, ina 100,000 na ngapi jamani? Hebu isome. Na humo ndani ya barua imeandikwa, kwako mpenzi wangu. Linasoma, kwako mpenzi wangu, nimetuma hela hizi kwa ajili ya matumizi, zingine lipa kodi ya lipa kodi ya nyumba. Furua nyingine. Akakuta kuna 150,000. Furua nyingine. Anakuta kuna 100,000. Utakuwa unajumlisha wewe mwenyewe. Mama likakosa lisemeje. Wakaliuliza, hii ni nini? Hii sio hela ya kodi, hii sio hela ya matumizi. Mama lilishageuka kwa leusi kwa ajili ya uchomaji wa mikaa. Hebu fikiria kama angelikuwa mke wako, ungelifanyaje hapo? Wakina baba wengi wanasema kimoyo moyo, nafukuza huyo, fukuza. Yaani unaweza ukaliongeza hata makofi mawili ngalau. Naomba nisikilize, hicho kisa tamalizia siku nyingine. Wangapi wanasema siku hiyo siku nyingine tumalizia na kisa hiki? Wanaosema mikono hivi. Mbarikiwe sana. Somo la leo linasema kusemezana na nani jamani? Na Mungu. Kama Mungu anasema njoni tusemezane, wewe unasubiri nini kuja? Unasubiri nini kuleta shida zako kwake? Bana yeye ndio amekuita. Unasubiria nini? Ile Isaya 6 ameandika hivi. Hebu sikiliza. Isaya sura ya 6. Biblia imeandikwa kwamba tunasemezana na Mungu kwa njia ya maombi, nyimbo na sala. Maombi, nyimbo na nini? Na sala. Tunawaalika sana waimbaji wa misezi, njoni muimbe kwa makambi yote. Amina. Na kwaya zingine zote ziji. Lakini kila unapohitaji kuomba, sikiliza Biblia inasemaje. Fungu la kwanza, Isaya sura ya 6 aya ya kwanza, Biblia inasema hivi. Ameandika hivi. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Akamwona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, kilicho juu sana, kilichokuwa juu sana na kuinuliwa sana. Endelea. Na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu.
pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi. Walikuwa wamesimama maserafi. Unaposikia neno maserafi, maana yake ni malaika. Malaika wa hudumu wakiwepo wamemzunguka. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake. Na kwa mawili alifunika miguu yake. Na kwa mawili akaruka. Na kwa mawili aliruka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunawaona malaika, viumbe wa mbinguni, wamesimama kukizunguka kiti cha enzi, wanasemezana na Mungu wao. Uone walikuwa wamesimamaje? Biblia inasema walikuwa wamesimama wamevaa. Biblia inasema mabawa 6. Kila mmoja alikuwa na mabawa mangapi? 6. Mawili yalifunika miguu, mawili yalifunika kichwa, mawili yaliruka. Walikuwa wamevaa safi, walisimama vizuri, wamesimama vizuri kueleza shida zao kwa Mungu. Ninachokuonyesha mchana huu kwa ufupi sana, ninakuonyesha ujue namna ya kusemezana na nani jamani? Na Mungu. Wanapaswa usimameje unapoongea na Mungu? Unaposema shida zako kwake, unapaswa usimameje? Biblia imeandikwa ya kwamba wale malaika walisimama, wana mabawa 6. Moja walifunika nyuso, mawili yalifunika miguu. Maana yake walikuwa wamevaa safi, halafu mawili yalikuwa akiruka. Ndipo wakaitana. Hebu isikilize sasa. Ndipo wakaitana kila mmoja na mwenzake. Wakasemaje? Mtakatifu. Wakaanza kumuita Bwana mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Sikiliza, ni Bwana wa majeshi. Wakaita utatu wote mtakatifu. Mungu Baba mtakatifu, Mwana mtakatifu, Roho Mtakatifu. Wakaita mtakatifu Bwana Mungu wa nini? Wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Dunia yote ilijazwa na utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ya dunia yote ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia. Nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, nyumba yote ikajazwa moshi. Ndipo niliposema, Isaya akasema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Maana mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Na macho yangu yamemwona mfalme. Biblia inasema macho ya Isaya yakamwona nani? Mfalme, Bwana wa majeshi. Ninakupendekezea mchana wa leo macho yako yamuone mfalme. Amina. Ninakupendekezea baba, mama, kaka, dada, popote unakonitazama, macho yako yamuone mfalme. Amina. Katika ibada ya leo macho yako yamuone Bwana wa majeshi. Amina. Na katika kambi la siku 7 macho yetu yamuone mfalme. Amina. Isaya akamwona mfalme. Macho ya Isaya yakamwona mfalme. Sikiza kilichofuatia. Endelea. Kisha mmoja wa wale maserafi, ndipo yule mmoja wa wale malaika akaruka, akaniambia, sikiliza, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu, akagusa kinywa cha Isaya kwa kaa hilo. Akamwambia, tazama, hili nimekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa. Na uovu wako umefanywaje? Umeondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Leo ndio nataka tu twende na hilo, kwamba tunapaswa tuje kusemezana na Bwana.
Na wote tunaokuja kusemezana na Bwana, macho yako yamuone mfalme. Amina. Maana macho yako yakimuona mfalme, uovu wako utaondolewa. Amina. Na ndio maana nasema njoni tusemezane. Dhambi zenu hata kama ziwe nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Hata ziwe nyekundu kama bendera, zitageuka ziwe nyeupe kama sufu. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nini? Ya nchi. Anamaanisha tutakapokuja kuzungumza na Bwana, dhambi zetu zote zitaondolewa. Amina. Lakini ninakupendekezea mchana wa leo, simama umwambie Bwana shida yako. Amina. Na unaposimama kumwambia Bwana shida zako, simama kama maserafi walivyosimama. Wao walisimama kukizunguka kiti cha enzi, wamevaa safi. Mabawa mawili wamefunika nyuso, mabawa mawili yamefunika miguu, mabawa mawili ya kuruka. Unajua hiyo inatufundisha nini? Hii inatufundisha kila tunaposimama katika kuibada, yaani ibada ni kumwabudu Mungu, tusimame tukiwa tumevaa nguo zetu safi. Biblia inasema hata wale walioonekana katika nyumba ya Bwana wanaimba, walionekana wamevaa nguo safi, mavazi safi. Kila unaposimama mbele za Mungu, simama ukiwa nadhifu, simama ukiwa safi, kuanzia miguuni mpaka wapi? Kichwani. Hiyo ndio maana yake. Simama ukiwa safi. Hebu isikilize hii Mambo ya Nyakati 5:12. Mambo ya Nyakati 5:12. Hebu isikilize. Biblia inasema hivi. Ameandika hivi. Wa pili 5:12 ameandika hivi. Mambo ya Nyakati wa pili 5:12, Biblia inasema hivi. Hebu isikilize. Tena Walawi waimbaji wote pia, yani Asafu na Hemani, hayo ni majina yao, na Yedusuni, endelea, na wana wao na ndugu zao, hali wamevaa kitani safi, walikuwa wamevaa kitani safi, wenye matowazi na vinanda na vinubi, walisimama upande wa mashariki wa madhabahu, wakasimama wamevaa vitani safi. Maana yake walikuwa ndani ya uniform safi, ndani ya sare zao safi. Ndivyo waimbaji tunavyopaswa tusimame tunapoleta shida zetu kwa makambi ya mwaka 2020 na ngapi? Na 4. Kila unaposimama kueleza shida yako kwa Mungu, simama ukiwa nini? Safi. Simama ukiwa safi. Vaa nguo za kitani. Biblia inasema walivaa uniform zao safi. Anakaandika akasema hata wale makuhani 124, endelea. Nao makuhani 120 wakapiga panda. Walipiga panda. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mtu mmoja, wakazisikiza sauti ya moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana. Nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana, wakisema kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu. Ndipo nyumba yote ikajawa na utukufu. Naam, nyumba ya Bwana. Nyumba yote ilijawa na nini jamani? Na utukufu. Maana watu wameimba, wamesimama safi, wamevaa vizuri, wamo ndani ya uniform safi. Wahudumu wako vizuri, yani makuhani nao wamesimama safi. Tunaposimama mbele za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ibada, tusimame tukiwa nini? Safi. Katika nyumba ya Mungu, katika ibada zote, simama ukiwa safi. Na mchana wa leo ninaomba kila mmoja aonekane yuko safi mbele za nani jamani? Za Mungu. Wangapi wanasema
Mungu nisaidie. Unajua Biblia inasema ya kwamba mimi na wewe Yesu anatupenda. Na ndio maana anasema njoni kwangu nyinyi nyote, njoni tusemezane. Hata kama tuwe na dhambi nyingi kiasi gani, yaani hata wengine watuchukie, tukija kwake tunasamehewa dhambi. Na leo ninahitaji watu waonekane ambao wanasema ninahitaji dhambi zangu zote ziondolewe. Maana Isaya alipomwona Bwana akaguswa na kala moto katika vinywa vyake. Biblia inasema malaika akatangaza dhambi zako zote zimefanywa nini? Zimeondolewa. Kama ni uchawi umefanywa nini? Umeondolewa. Kama ni uzinzi umefanywaje? Umeondolewa. Kama ni ulevi umefanywaje? Umeondolewa. Kama ni wizi umefanyaje? Umeondolewa. Kama ni uongo umefanywaje? Umeondolewa. Ninawaombea watu wa Misesi, Bwana aondoe dhambi zetu. Amina. Mchana wa leo uwe ni mchana wa kuondolewa uovu wetu. Amina. Kama ulikuwa unatukana mume wako kila leo dhambi hiyo isamehewe. Amina. Ulikuwa unapiga mke wako. Kuna wanaume mpaka hapa navyoongea wanajua kupiga wanawake kuliko kupiga gita. Ukimpa gita apige hajui, ila kwa kupiga mwanamke ni mtaalamu wa kwanza na wa mwisho. Yanajua kupiga wanawake. Ukiliambia lisimame kupigana na mwanaume halijui. Tena likishtuliwa linakimbia, linamuita na baba. Lakini kwa wanawake yanajua kupiga. Leo dhambi hiyo iondolewe. Amina. Wapo wanawake wanajua kutukana wanaume kuliko kuimba. Wapo hapo. Yaani kanajua kumforce mwanaume kuliko kuimba. Ukikaambia kuimba kanasema sina sauti. Hakajui kuimba. Ila kutukana mwanaume kanajua ni kataalamu. Taarimu kakutukana. Wapo wanawake hapo wanajua kutukana. Akikutukana unaomba ngalau angelikupiga hata kofi kuliko tusi hilo. Na wewe ni mwanaume wewe. Mwanaume suruale tu. Kanako kuambia eti mwanaume suruale. Kana watoto 6 mimba ya 7. Lakini kana kuambia mwanaume suruale tu. Sasa kama mimi ni suruale na hiyo mimba uliipata wapi? Wapo wanawake hapo wanajua kushona wanaume ndani matusi. Yaani kakiingia kulala, mwanaume akiingia ndani utafikiri ni cherehani na shona huko chumbani. Hakatulizwi. Bwana asifiwe. Amina. Wapo hapo akina mama wanajua kuchangia matusi kuliko kuchangia lesoni. Ukimwambia kuchangia lesoni, mama fulani ongezea, kana kuambia endelea tu mwalimu. Lakini lesoni ya chumbani kanajua kuichangia mwanzo hadi mwisho. Kenyewe ndiyo kanauliza maswali. Ulikuwa wapi? Nimekuona unatembea na fulani. Sijui ulikuwa unaongea na nini? Ulikuwa na mama fulani. Unafikiri sijawaona? Piga kofi mdomo huo. Na kama na wewe ni uko hapa mama, ni mtaalamu wa matusi, jipige kofi mwenyewe. Usisubiri kupigwa. Biblia inasema katika ibada ya leo na makambi haya ya mwaka 2024, ninaomba Bwana aguse midomo hiyo kwa kala mbinguni. Amina. Maana kala moto likiguswa kwenye midomo yangu, kwenye midomo yako, uovu wote umeondolewa. Amina. Na mimi napenda wanawake wote wa mtaa huu wa Misezi na wanaume wote wa mtaa wa Misezi wanapotoka katika kambi hili watoke wametakaswa. Amina. Toka wametakaswa. Kila jambo lina mwanzo na jamani na mwisho. Kama ulikuwa unatukana mume wako, uovu huo uondolewe. Ulikuwa mtaalamu wa kupiga mke wako, uovu huo ufanye nini jamani? Uondolewe. Kama ni uzinzi, huo uovu uondolewe.
wapo wanaume hapa, yani ni wazuri kweli wanapokuwa kanisani. Wamevaa suti zao nzuri, wana tai, yani uwezi ukaelewa, lakini ana vimada kibao. Wapo hapo wana vimada ambavyo wamevibatiza na majina vimada nao wakakubali kubatizwa majina. Leo hii wanaitwa viranchi. Vyakula vya nini? Vya mchana. Unakakuta hapa kana mke mmoja, lakini ukienda kule tauni, kule Kisii tauni, unakuta kana kimada ka lunch kako huko. Ninaomba kuanzia sasa, kama una kilanchi kokote popote, na nyinyi mnaonitazama huko popote mnakonitazama, viandikieni vilanchi vyenu message kuanzia sasa. Andikia kilanchi chako message, tena iwe na maneno matatu. Naomba unisikilize. Neno la kwanza ni mimi fulani, la pili kwako fulani, la mwisho nimeairisha. Kiandikia hicho kilanchi kwamba ni mimi fulani, kwako fulani, nimefanya nini jamani? Nimeairisha. Kitandike message hicho, kikafa chenyewe huko. Kila jambo lina mwanzo na nini jamani? Na mwisho. Tunahitaji katika ibada ya leo malaika wa Mungu aguse midomo yetu kwa kala mbinguni, ili uovu wetu uondolewe. Amina. Ninaomba Baba, uovu wako uondolewe. Kama ni uzinzi, ya tosha jamani. Kama ni pombe, kama ni sigara, kama ni ugoro, vyafanyaje? Vya tosha. Kila jambo lina mwanzo na mwisho. Yesu anasema njoni tufanye nini jamani? Tusemedhane. Dhambi zenu hata ziwe nyekundu kama nini, yeye anaahidi kuzisafisha ziwe nyeupe kama seruji. Hata ziwe nyekundu kama bendera, yeye ametuahidi kuzisafisha ziwe nyeupe kama sufu. Ila anachoomba, anachotaka kwetu, anataka utii. Anataka aone utii. Anasema mkikubali na kutii, mtakula mema ya nini? Ya nchi. Kuna watu mpaka hapa hawasalimiani na majirani. Huo ni uovu. Uondolewe kupitia kambi la mwaka huu. Utaachaje kusalimiana na jirani yako? Kuna wengine hawasalimiani na mume na waume zao, na wengine na wake zao. Yani unakuta kati ya watu wa kushangaza watu wa kushangaza ni hawa. Yani unamkuta baba na mama wanakaa nyumba moja, kitanda kimoja, shuka moja, lakini hawasalimiani. Kuna akili hapo katikati hapo? Yani kila mmoja anaondoka kivyake. Hakuna cha umeamkaje. Kwa Kikisi umeamkaje mnasemaje? Haipo hiyo. Kila mmoja anaamka kivyake. Nisikilize baba hapo, mama hapo, nisikilize. Kama mlikuwa msalimiani na mume wako, nendeni msalimiane. Amina. Kila jambo lina mwanzo na nini? Na mwisho. Nenda ukapige magoti kwa mume wako, na inavyotakiwa kwa mujibu wa Biblia. Pamoja na kwamba nyinyi wa Kenya hamjui kupiga magoti, lakini ni kanuni. Mwanamke lazima ampigie magoti mwanaume, imeandikwa. Maana sisi wanaume ni wafalme, na Biblia inasema tunafananishwa na Kristo. Sisi ni vichwa vya nyumba. Na ndio maana Zaburi ya 45, hebu nisome hilo fungu watu walielewe. Kitabu cha Zaburi ya 45, lile fungu la 10 na 11. Zaburi ya 45 10 na 11. Ameandika hivi. Biblia inasema hivi, 10 na 11. Sikia binti, tega sikio. Utazame, utege sikio lako. Tega sikio lako. Wasahau watu wako. Wasahau watu wako na nyumba ya baba yako. 11. Naye mfalme hata utamani uzuri wako. Na yeye mfalme, yani ndio mume wako, hata utamani uzuri wako. Maana huyo ndiye Bwana wako. Na wewe umsujudie. Na wewe umfanye nini? Umsujudie. Nyinyi wanawake jamani, kuweni na heshima.
hata unapoenda kuomba matumizi kwa mume wako, usiende tume ukafika ukasimama halafu kaanza sijui nahitaji sabuni, nahitaji mafuta, nahitaji losheni. Ukome kwa jina la Yesu. Unapoingia kwa mume wako kueleza shida zako, kueleza matumizi yako, ngoja tukuonyeshe wanawake waliotangulia kuolewa waliingiaje kuomba matumizi kwa waume zao. Wafalme wa kwanza 1:15. 11:15. Ameandika hivi. 1:15. Sikiliza. Anasema hivi, Wafalme wa kwanza 1:15 anasema, sikia. Basi Bethsheba akaingia ndani kwa mfalme. Na Bethsheba alikuwa ni mke wake na mfalme Daudi. Akaingia ndani kwa mfalme, ndani ya chumba chake. Naye mfalme alikuwa mzee sana. Ndio. Na Abishagi alikuwa akimtumikia Mshunami, alikuwa akimtumikia mfalme. Ndio. Basi Bethsheba akainama. Bethsheba akaingia ndani kwa mfalme, na alipofika akafanya nini jamani? Akainama. Ndio. Akamsujudia mfalme. Akampigia magoti mfalme. Naye mfalme akamuuliza, wataka nini? Wataka nini? Akamwambia, basi jamaa, mama amepiga wapi jamani? Ameshuka wapi? Magotini. Ameshuka magotini. Halafu kipindi hicho anatabasamu. Unapoomba matumizi kwa mume wako, mama nisikilize popote unapotazama pale, unapomwomba mume wako matumizi, piga magoti. Cha kwanza piga magoti, cha pili tabasamu. Onyesha uso wa kuchangamka, onyesha uso wa furaha, wa kutabasamu. Wapo akina mama wengine hawajui kutabasamu, maskini. Paka hapo. Hawajui kutabasamu. Yaani ukimlazimisha anakasirika. Nendeni mkajifunze tabasamu kwenye vioo leo. Nenda chumbani kwako kajifunze kutabasamu. Mama akapiga magoti kwa mfalme, halafu akaanza kutabasamu. Kabla hajaeleza shida, mume wake akaanza kumuuliza, wataka nini? Ndipo yule mama akaanza kujieleza moja baada ya jingine. Kama ni mboga, nataka mboga baba, nataka losheni, nataka sabuni. Huko ameshuka wapi jamani? Magotini. Ameshuka chini. Na ndivyo Biblia inasema, kama tunavyoeleza kwa Mungu, kama tunavyopeleka shida zetu kwa Mungu, ndivyo tunavyopaswa tupeleke shida zetu kwa waume zetu. Maana Biblia imeandikwa, mwanamke anafananishwa na kanisa na mwanaume anafananishwa na nini? Na Kristo. Kwa hiyo kama kanisa limtiivyo Kristo, kama kanisa linavyomtii Kristo, ndivyo mama anavyopaswa kumtii mume wake. Tutayajifunza haya kwenye makambi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wangapi wanasema tuyajifunze kwenye makambi? Mikono juu. Unyoshe usinyoshe, tutajifunza. Hakikisha unamtii mume wako kama vile kanisa linavyomtii nani? Kristo. Mtii mume wako kama Kristo anavyo, kama kanisa linavyomtii Kristo. Lakini mwanaume naye ampende mke wake. Baba, mpende mke wako. Biblia imeandikwa mpende mke wako kama Kristo anavyolipenda nini? Kanisa. Mpende mke wako baba. Haijalishi ni mfupi ni mrefu, mpende. Mweusi mweupe, mfanye nini? Mpende. Ni mnene ni mwebamba, mfanye nini tu? Mpende. Ana umomonyoa haumomonyowi, wewe mfanye nini? Mpende. Shida iko wapi? Mpende. Maana sisi wanaume tumeandikiwa kupenda, ila wanawake wakaandikiwa kutii. Kwa hiyo kila mmoja acheze namba yake. Bwana asifiwe. Amina. Wanaume tuwapende wake zetu. Biblia imeandikwa, wapendeni wake zetu kama Kristo alivyolipenda nini? Kanisa. Hata akajitoa kwa ajili yake. Unampendaje mke wako? Badala ya kumpenda, unaanza kumchukia na kumdhalilisha kwa matusi. Iangalie kichwa, uso kama kenge. Unamwambia mke wako ana uso wa kenge, na wewe una uso wa nini? Maana haijawahi kutokea mwanaume wa kijana wa kibinadamu kwenda kuchumbia binti wa kenge. Haijawahi. Ikiwa mke wako ana uso wa kenge, maana yake na wewe ni kenge.
Maana kenge walioana na kenge wakamzaa nani? Kenge. Unapomtukana mke wako kenge, umetukana familia yote. Niangalie wanaume wote mlio na matusi, ninaomba huo uovu ufanye nini jamani? Uondolewe. Wale mnaotukana wanawake mkome kwa jina la Yesu. Kwanza mwanamke ni wa kupenda kuliko vitu vyote unavyovipenda duniani. Mwanamke ni ua randani, ni chombo cha dhahabu. Mbebe mwanamke kama unavyobeba yai, likikuponyoka linaanguka na vunjika. Mama, wakina mama hawa ni dhahabu. Acha kumdhalilisha mke wako. Unakuta mwanaume anadhalilisha mke wako, utafikiri anadhalilisha ni mtu ambaye halijui, na huku anamzalia watoto kila leo. Liangalia matiti kama machapati. Na machapati unayaona ni mabaya wewe. Na wewe ndio uliyafanya hayo matiti yawe kama machapati. Kipindi anakuja kwako yalikuwa ya hivi. Si amekuja amesimama hivi kama machenza hivi, kama matunda. Na wewe ndio kaanza kuyagusa, kuyashika, mara unayagonga na vihedi unagonga. Matiti ya watu yakachoka kugongwa, mwisho yakasinzia, yakalala hivi. Halafu ndio unaanza una hakeri wewe. Halafu liangalie matiti. Na nyinyi wanawake mnapotukana kwa eti matiti kama machapati mnakasirika, ni kutojua tu. Mwanaume akikwambia una matiti kama machapati anayasifia, ila yeye hajui. Anayasifia, maana chapati huwa sio mbaya. Chapati huwa ni za kuliwa. Kwa hiyo akikwambia unayo ya chapati, matiti ya chapati, furahia sana, alafu kesho yake koka chai ya bila chapati. Peleka mezani bila kitafunwa. Fikisha chai hapo, weka chai mezani. Simama pembeni pale. Sikiliza anasemaje, lazima atakuuliza. Mama fulani naona chai. Chapati ziko wapi? Akikuuliza tu chomoa matiti kwenye sindiria, weka hapo mezani. Mwambie kula kwa chai haya. Lia chai, maana umeniambia matiti yangu ni kama chapati. Lia chai. Bwana asifiwe. Amina. Sijasikia. Bwana asifiwe. Wangapi wanaahidi kuhudhuria kambi? Wanaoahidi kuhudhuria kambi mikono juu. Utake usitake utakuja tu. Maana hapa tunakuonjesha bado mlo. Yaani hii ni chai ya asubuhi, bado mlo. Sijasikia nyuma, bado mlo. Bado mlo. Wale watakao kuja mtakula, mtashiba. Acha kudhalilisha mke wako. Hakikisha unamjali kama unavyojijali. Biblia inasema mpende mke wako kama mwili wako mwenyewe. Mwanamke ni sehemu ya mwili wako. Na nyinyi wakina mama, jidaini sana. Tembea kwa mume wako kila wakati, kila wakati unapita unautikisa, anashuhudia. Ili ajue kwamba kumbe nilioa kwa kweli mwanamke, nilioa mama aliyetulia. Bwana awatakase. Amina. Jamani, kila tusi, kila neno baya kupitia makambi haya, tunamwomba Yesu atuguse kwa makaa ya mbinguni. Amina. Akuguse kwa makaa ya mbinguni, uovu wako uondolewe. Kama ni matusi yaende, kama ni ulevi uondolewe, kama ni uzinzi uondolewe, kama ni ulevi, kama ni ulafi uondolewe, kama ni uchawi nao ufanye nini jamani? Uondolewe. Wapo watu mnaruka kwa ungo hapa. Tutawasema tu. Tutawasema. Wengine tunawajua kabisa. Tunawataja kwa majina na tutawasimamisha kwenye kambi. Wangapi wanasema kwamba mhubiri, tunataka tuwaone wanaotaka kuona wachawi kwenye kambi? Mikono juu hivi. Unyoshe usinyoshe utawaona. Mungu atubariki sana. Amina. Wangapi wanasema Mungu atubariki? Wanaosema Mungu tubariki, mikono juu. Simameni wote. Simama baba yangu, simama mama, simama kaka yangu, simama dada, simama hapo, simama kijana, simama binti.
makambi ya Misesi 2024 nitakwenda na familia yangu. Nitakwenda na familia yangu. Nitakwenda na familia yangu. Ushike mkono jirani yako, mwambie nitakwenda na familia yangu. Tembeeni muje hapa mbele wote tuombe. Jo. Amen. Jo. Jo naimba. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Tembea, 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 tembea. Njoo sogea tu hata kwenye jua, sogea, tunaomba fupi, maombi mafupi tu. Tembea baba, tembea mama, tembea kijana, tembea dada, tembea, 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 tembea. Bwana wabariki, Bwana wabariki, Bwana wabariki, Bwana wabariki, Bwana wabariki. Tuna mchungaji wetu anaitwa Eja Mokaya. Ni Mokaya? Ni Mokaya. Mokaya atatuombea. Na leo kambi limeanza. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kambi limefanya nini? Limeanza. Tunaombea asiwepo mtu wa kufa mpaka kambi liishe. Amen. Na asiwepo wa kuugua mpaka kambi liishe. Amen. Wenye migogoro ya ndoa kupitia kambi hili, migogoro ikome kwa jina la Yesu. Amen. Wenye mikosi katika biashara zao, mikosi yote yakimbie kwa jina la Yesu. Amen. Ina maana wote uovu wetu umeondolewa. Amen. Karibu pastor. Mtakatifu Baba uishie mahali pa juu mbinguni, tunalitukuza na kulisifu jina lako. Asante Bwana kwa makuu ambao umetutendea. Umetulinda kwa mwaka mzima tangu makambi ya mwaka jana hadi makambi ya mwaka huu. Asante Bwana kwa neema na fadhili zako. Endelea kututunza, na neno lako limekuja kwetu kwa njia inayofaa. Bwana, hebu lilete utakaso katika maisha ya kila mmoja wetu. Amen. Na unapoendelea kuandaa wengi kwa ajili ya ufalme wa mbingu, kumbuka majina yetu katika ule ufalme wako. Chapo Bwana, tuwe katika lile kundi kubwa takalosema huyu ndiye Bwana tuliyekuwa tukimngojea. Bwana, endelea kutubariki katika makambi haya vile tumeanza, tuendelee tukiwa pamoja nawe katika vipanda. Kila mmoja ambaye amechukua hatua kuingia katika kambi hili, hebu Bwana awe na mibaraka itokayo juu mbinguni. Tuleta unyonge wetu na udhalimu wa kila namna mbele zako, ili Bwana ututakaze. Amen. Kwa nasi kwa njia sosote zile, ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Mwana na basenia.